Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa mimi nataka nikuelekeze Nsamba. Nataka nikuelekeze dawa ya Nsamba. Dawa hii inaitwa Kanonenone ama maji ya masala. Unaposema Kanonenone ama maji ya masala, maana yake ni kummaliza mtu akili, kumfanya mtu akusikilize wewe, asisikilize jambo lingine, asisikilize mtu mwingine zaidi ya kukusikiliza wewe ambaye unaongea naye. Hii dawa inatumika katika masuala ya kibiashara. Hii dawa inatumika katika masuala ya ndoa. Hii dawa inatumika katika masuala ya mivuto, ya kuombea kazi, kutongozea. Hii dawa inatumika pia kwa viongozi ambao wanahitaji kusikilizwa. Hii dawa inatumika katika kuwajaza watu ama kuwafanya watu wafurike katika biashara, uuze mpaka mwenyewe uchanganyikiwe. Utakapotoa tangazo lako, hata kama wewe unafanya biashara online ama unatangaza shughuli yako ya kichempati, una shughuli yako, umewalika watu, unataka kweli watu wajazane katika shughuli yako, utakapozungumza kwa kutangaza tu, basi utakutana na umati wa watu wamejazana. Ndio hii dawa ya maji ya masala ama Kanonenone. Ni moja kati ya madawa makubwa sana. Dawa hii maandalizi yake, unapokwenda kuchimba mzizi wake, unapopata mzizi wake, unatakiwa uandae kwa kuchanganya pamoja na mafuta ya ng'ombe, lakini uchanganye na mfupa uliotumika siku ya watu wamekuja kutoa mahali. Inawezekana kuna siku watu wamekuja kutoa mahali, inawezekana ni katika mji wako ama mahala tu, akachinjwa mbuzi. Baada ya kuchinjwa mbuzi watu wakala. Ile mifupa iliyotumika katika shughuli hiyo, basi ile mifupa itasagwa, itachanganywa pamoja na dawa hii ya maji ya masala ama Kanonenone. Lakini pia kama kuna sehemu kuna shughuli ilikuwa imefanyika, inawezekana ni harusi, watu walikutana kwenye harusi, watu wakala kulikweli, ile mifupa ya nyama iliyotumika katika shughuli hiyo, basi na yenyewe utakwenda kusaga, utashangaa pamoja na hii dawa ya maji ya masala ama Kanonenone. Kwa ni dawa ambayo inahitaji maandalizi, ili wewe ambaye utakayokwenda kutumia kweli utumie dawa. Na ndio maana tunawaambia watu, jamani, njoeni mchukue madawa ya Nsamba. Mimi ngoja niende kwa Mkolemba, niende Chole nikachukue dawa, niende Kariakoo nikachukue dawa. Je, hiyo dawa imeandaliwa kwa taratibu ambazo nazielekeza? Kama unapata dawa ya Kanonenone ama maji ya masala iliyoandaliwa kwa taratibu ambao unaelekeza mimi, dawa hiyo utakapotia mdomoni, utakwenda kumweleza mtu chochote unachokihitajia, chochote unachokitaka wewe, hata kama mtu huyo alikuwa mbishi, alikuwa kusikilizi, wewe uko ndani, mwanamke, mume akusikilizi, unachoeleza mwanaume yeye anafuata ya kwake, haachi matumizi, yeye uko bize na wanawake zake, ndugu yangu utasikilizwa. Wewe ni dalali, unafanya biashara zako, unafanya kazi zako za udalali, unakutana mtu unakwenda kumuonyesha kiwanja, baada hapo huyo mtu kapotea, haji tena, hadi nyingi sana. Unasikia tu wenzako wamepiga pesa. Tumia dawa hii ya maji ya masala, oga, tia pia katika mdomo unapokwenda kuzungumza na wateja. Wewe unafanya biashara, unataka ujaze wateja, unataka wateja wamiminike katika biashara, unataka ukizungumza na mtu ukimwambia kwamba hiki kiatu kinauzwa shilingi 40,000, kweli shilingi 40,000, ndugu yangu, mtu lazima atoe pesa. Wewe unakwenda kuomba pesa, unakwenda kuomba kazi, unazunguka na vyeti vyako, unakwenda mahala kwa ajili ya kuomba kazi. Ndugu yangu, utakapofanya taratibu hizi kwa kutumia hii dawa ya maji ya masala, kama utakwenda kuomba kazi, ndugu yangu, utakubaliwa kwenye kazi. Ni dawa yenye habari nzito, endapo dawa hii itaandaliwa kwa utaratibu ambao nimeelekeza. Hata kama wewe ni kiongozi, unataka ukizungumza, kama ni kwenye mkutano ukazungumza jambo lako, unataka watu wakusikilize, kwa kile unachokizungumza, ndugu yangu, tumia hii dawa ya maji ya masala ama Kanonenone. Hii dawa wewe una kichempati au una shughuli yako, ushaitangaza, una biashara zako unafanya online, unatangaza sana lakini huoni matokeo ya aina yoyote, tumia hii dawa ya maji ya masala. Ndugu yangu, ni dawa mujarab sana. Hii dawa unaoga, dawa hii unachoma. Kama unataka kujaza watu katika shughuli yako, wewe una shughuli, unahitaji watu kwenye shughuli, shughuli ni watu, unahitaji watu kweli wajazane kwenye shughuli, choma hii dawa kwa ajili ya kuwaita watu. Hata kama umetangaza, tumia hii dawa kwa kuchoma kwa ajili ya kuwavuta watu. Ndugu yangu, watajazana watu, watakuja watu kweli kweli. Wewe unataka kusikilizwa, unahitaji kupendwa, unahitaji kuvuma, tumia hii dawa kupaka, tumia dawa kuchoma.
Tumia hii dawa kuoga, ndugu yangu, utakuwa na mvuto wa ajabu sana. Haya ndo madawa ya Nsamba kutoka Usukumani, kutoka Tabora kwa Maalim Jailani. Wabillahi tawfiq.